grade 1 na grade 2 ya bawasiri, na maana yule ambaye anatokwa na damu ama kinyama kinatoka na kinarudi chenyewe. Mtu huyu akifanya vitu vifuatavyo huwa vinamsaidia yeye kuweza kupunguza ama ile hali isiweze kuendelea kutoka. Kwanza, aongeze upatikanaji wa diet za fiber katika chakula chake, yani aongeze ulaji wa matunda na mboga mboga. Matunda gani na mboga zipi zitazungumziwa na mtaalamu wa vyakula baada ya mimi kumaliza kuzungumza. Lakini pia aongeze kiwango cha maji ambacho anakichukua, yani kwa siku mtu anatakiwa anywe maji lita 2.5 mpaka lita 3. Kwa hiyo ajitahidi awe anafikia hicho kiwango, minimum kwake ni lita 2.5 awe amekunywa maji. Hivi husaidia kulainisha haja, kwa hiyo umpunguzia mwathirika kutumia pressure kubwa sana wakati wa kupata haja, hivyo upunguza shinikizo au pressure katika tumbo, zile intra-abdominal pressure. Lakini pia namna nyingine ama conservative management nyingine ni kutumia vilainishi. Mwathirika wa bawasiri inabidi aweze kutumia vitu ambavyo vinalainisha choo. Kwa kuna dawa maalum ambazo zinatumika ajili ya kulainisha choo, lakini pia kuna matunda kama ambavyo nimesema pale juu. Dawa hizi zitazungumziwa na mtaalamu wa madawa. Lakini jambo lingine ambalo mtu wa bawasiri inabidi alifanye, hususan akiwa katika stage 1 na stage 2, ni kwenda chooni akisikia haja. Asiende kwa lengo la kujikamua chooni, aende chooni akiwa amesikia haja. Hii itapunguza matumizi ya pressure kubwa sana wakati wa kujisaidia. Kitu kingine inabidi afanye nini? Afanye mazoezi. Kwa watu wale wazito, afanye mazoezi kupunguza uzito, kwa sababu tumesimuona pale uzito unaongeza intra-abdominal pressure ambayo huwa inapelekea bawasiri. Kwa hiyo mtu ajitahidi kufanya mazoezi ya kupunguza mwili. Mtazamaji, endapo hutofanya matibabu ya bawasiri aidha ya upasuaji yasiyo upasuaji, upo hatarini sana kupata madhara ya bawasiri. Na madhara ya bawasiri ni kama haya yafuatayo. Kwanza, bawasiri zinaweza zikapasuka. Nakumbuka tumesema ni mirija ya damu au hemorrhoidal plexus. Kwa hiyo zikipasuka zina bleed sana na huenda watu wakaishia kwenye shida ya damu au akapata hypovolemic shock. Yani akapata koma kwa sababu ya kukosa damu. Kwa hiyo mtu anaweza akapata hypovolemic shock au akapata dalili za upungufu wa damu kama tunaita anemia, kama maumivu ya kichwa, kizunguzungu, mwili kukosa nguvu, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tujitahidi, ukipata dalili hizo za bawasiri, wahi kwa mtu wa matibabu haraka, mtaalamu wa afya, ili uweze kupata matibabu. Lakini dalili ama madhara ya pili ya bawasiri inaweza ikachomoza au ikaprolapse, ikatoka moja kwa moja ikawa ni kama kinyama kinachoning'inia kwa muda mrefu, kama tulivyoona kwa mtu wa stage 4, ambacho husababisha maumivu, miwasho na discomfort wakati wa kukaa. Lakini kingine, bawasiri huweza kupata michubuko au natal lacerations. Ikipata bawasiri ikipata michubuko, iko hatarini kupata infection au kutengeneza kitu kama abscess na maana majipu, kwa sababu kutakuwa na contamination kwenye ile part ambayo kuna laceration na bakteria ambao wanapatikana kwenye kinyesi, kwa kutakuwa na bacterial infection kwenye ile bawasiri yetu. Lakini madhara mengine, bawasiri inaweza kufanya thrombosis au ikawa thrombized au ikafanya thrombosis, na maana hapa bawasiri tunasema inakosa supply ya damu. Ile bawasiri yetu kinyama kimeshavimba au bawasiri imeshavimba, lakini inakosa supply ya damu, kwa hiyo huwa ina maumivu makali, inabadilika rangi. Na matibabu katika hali hii ni upasuaji tu. Ndugu mtazamaji, nipende kumkaribisha mtaalamu wa madawa naye hawezi kuelezea juu ya matibabu ya bawasiri.